Na wasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninaitwa mtumishi wa Mungu Jacob Emmanuel Mlawi. Siku ya leo natamani nikuletee somo la ndoa, na kabla tujaendelea natamani nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye anakwenda kupokea ujumbe huu. Ninaomba ukawe ni ujumbe wa kumsaidia na kuiponya ndoa yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watumishi wa Mungu, naomba nianze kwa kuzungumza ni nini maana ya ndoa. Ndoa ni makubaliano au ni mapatano ya hiari kati ya mwanaume na mwanamke waliokubaliana kuishi pamoja kama mume na mke. Na hii ndio maana halisi ya ndoa. Sasa katika ndoa, mwanaume ana nafasi yake na mwanamke ana nafasi yake. Pale ambapo mmoja atashindwa kukaa katika nafasi yake, hapo ndipo tatizo linatokea. Kwa hiyo na maandiko yametupa kwamba mwanaume anayo nafasi yake na mwanamke naye ana nafasi yake. Naomba nisome kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 na mstari wa 25 na ule wa 28. Maandiko yanasema hivi: enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Mstari wa 28, vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikamsaidia mwanaume kukaa katika ndoa ni kumpenda mke wake, na ni kumpenda. Upendo unaozungumziwa hapa ni kama Kristo alivyolipenda kanisa na akajitoa. Kwa hiyo mwanaume wa kweli ni yule ambaye anajitoa kwa ajili ya mke wake, anajitoa kiwango cha kufa na kupona kuhakikisha ya kwamba ndoa yake inasimama. Sasa mwanamke naye amepewa hivyo hivyo kuwa na nafasi yake katika ndoa. Mwanamke, tuangalie katika kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 mstari wa 22 mpaka ule wa 23, na nitaomba nianzie ule mstari wa 21 mpaka ule wa 23. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 mstari wa 21 mpaka ule wa 23. Anasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Sasa mwanamke, unachopaswa hapa, maandiko yanasema enyi wake watiini waume. Kwa hiyo mwanamke ni lazima ujue, unaposimama kwenye nafasi ya utii, ni lazima mume wako atakupenda, kwa sababu yeye ni kichwa. Kichwa ndicho kimebeba maono, kichwa ndicho ambacho kimebeba macho, kichwa kimebeba akili na ufahamu. Kwa hiyo kichwa kinaposimama kwenye nafasi yake, huku kwingine kote, yani tunazungumza mwanamke ambaye tayari ana mume ambaye ni kichwa, anapaswa kutii. Na hapo sasa mwili unakuwa umekamilika, kwa sababu ufahamu wote na mwili mzima vyote vinakuwa ni kitu kimoja. Kila kitu kinakaa katika nafasi yake. Pale ambapo mwanaume atashindwa kukaa katika nafasi yake na mwanamke akashindwa kukaa katika nafasi yake, ndoa ni lazima italeta shida. Na leo hii natamani pia kila mmoja aweze kupokea ujumbe huu. Ukikaa kwenye nafasi yako baba na mama, ukikaa kwenye nafasi yako, wewe si mtu wa kawaida. Ndoa yako itakuwa ya kawaida na kila mtu atawashangaa, kwa sababu hiyo ndoa itakuwa ni ya amani na furaha. Sasa pale ambapo baba anakuwa kivyake, mama anakuwa kivyake, hakuna mtu anayetii, hakuna mtu anayependa. Lazima tu migongano itatokea mibaya,
na hapo ndipo sasa ndoa zinaanza kuwa chungu na za mateso kupita kawaida. Tunaishi katika nchi mbalimbali. Katika nchi yangu mahali ambapo ninakaa, katika mkoa ambao ninaishi, kwa mwaka mmoja ndoa ambazo zinatolewa talaka ni 300,000. 300,000 ndoa zilizoshindikana. Lakini ndoa hizi zilifungwa vizuri kwa bashasha na fedha nyingi na kwa kusherekea. Lakini leo hii ndoa zimekuwa ni chungu kuliko shubiri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kila mmoja ameshindwa kukaa katika nafasi yake. Katika kile kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3 na mstari wa 19, Biblia inasema, ninyi wake watini waume zenu kama iwapendezavyo katika Bwana. Anasema kabisa kwamba ninyi wake watini waume zenu kama ipendezavyo katika Kristo. Na anasema, enyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Leo hii tukiangalia ndoa zina uchungu. Watu wana visasi visivyoisha. Watu wana hasira zisizoisha. Mpendwa, ukishakuwa ni mtu wa kubeba mambo katika ndoa, yani hiyo ndoa haiwezi kadumu hata miezi miwili. Kuna mahali ambapo unatakiwa kabla kuingia kwenye ndoa ukae ufikiri, uwaze na mwenzi wako ya kwamba mko tayari, na kwa kweli mko tayari kukabiliana na changamoto, na zaidi ya yote mpate nafasi ya kujieleza maisha ya huyu yalikuwaje, maisha ya huyu yalikuwaje, ili unapoanza ujue naanzaje. Watu wengi wameingia kwenye ndoa wakiangalia sura, wakiangalia umbo la mwenzangu limekaje, ili tu kujionyesha kwa nje. Ndoa haiko hivyo. Ndoa inaanzia ndani. Kama ndani yako hakuko sawa, hiyo ndoa, hata kama mtakuwa na sura na umbo zuri, bado hiyo ndoa itakuwa ni ya shida. Na tuna mifano ya watu ambao kwa nje wanaonekana ni wazuri, lakini ndoa zimekuwa ni za shida. Watu wanagawana vyumba kila inapoitwa leo. Wengine wametishiana kufa kwa sababu tu hawakukaa wakafikiri kwamba niko tayari kumpenda, na huyu anasema niko tayari kumtii. Sasa inapotokea hakuna aliye tayari, kila mmoja yuko na njia yake, hii ndoa haiwezi kusimama. Katika kitabu kile cha Petro wa kwanza ile sura ya 3 na mstari ule wa 7, anasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa hiyo wakati mwingine tunajua msingi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Sasa inapotokea ya kwamba mmoja wapo amekuwa kinyume na Mungu na mwingine tena akawa kinyume na Mungu, sasa hata yale maombi Mungu asikii. Wanaume wanaambiwa wakae na wake zao kwa akili. Hawajaambiwa wakae nao kwa maombi au kwa namna yoyote. Wameambiwa wakae nao kwa akili. Akili. Mwanaume anaingia kwenye ndoa ni lazima awe na akili timamu. Ni lazima awe amejipanga. Ni lazima awe anajua niko tayari kukabiliana na changamoto. Niko tayari kukabiliana na majukumu. Niko tayari kuwa kiongozi. Niko tayari kuwa mstari wa mbele kuipambania ndoa yangu, kuipigania ndoa yangu katika hali ya kufa na kupona, ili tufike kwenye hatima. Mwanaume akishakaa kwenye hiyo level, hii ndoa ni salama. Hii ndoa itakuwa na ulinzi, na kama wakikaa katika maombi, kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Sasa ndugu zangu, natamani nizungumze kitu cha namna hii. Yako mambo ambayo yanasababisha ndoa nyingi kuvunjika. Yako mambo mengi, na nitazungumza machache katika siku hii ya leo. Mambo yanayosababisha ndoa nyingi zinakuwa katika hali ya mateso, hali ya shida, na wakati mwingine hata ndoa kuvunjika kabisa. Jambo la kwanza ni mwanaume au mwanamke kuingilia nafasi ya mwenzake. Yaani katika nyumba kuna nafasi ya mwanaume na nafasi ya mwanamke. Sasa tunapokuta yale mambo ambayo anapaswa kuyafanya mwanamke,
ndo ambayo baba anayaingilia, na yale ambayo anapaswa kufanya mama ndo hayo anayaingilia. Hii ndoa usitegemee itasimama. Niliona ndoa moja ambayo baba alinunua chakula na alikuwa amenunua nyama. Sasa baada ya mama kupika, baba akaenda jikoni, anakwenda kuhesabu nyama ili kujua ni ngapi. Kwa nini? Hamuamini mke wake, anahisi pengine atakula nyama jikoni. Sasa ukishaanza kuwa mtu wa namna hiyo, wakati mwingine unaingia jikoni, unaanza kuhesabu nyanya, unaanza kuhesabu vitunguu, unaanza kuangalia kama chumvi imechukuliwa ama vipi. Hiyo nafasi hiyo sio ya kwako. Hiyo nafasi ni ya mke. Baba, unapokuwa kwenye nafasi yako, wewe ni kichwa, unatakiwa kusimamia kuona vitu vinaenda ama haviendi, lakini ile nafasi yako unabaki nayo na mke anabaki nayo. Lakini jambo la pili ni kuficha siri kabla ya ndoa au kabla ya kuoa au kuolewa. Yaani unaficha siri kabla ya kuingia kwenye ndoa. Sasa kuna watu ambao hawawi wawazi kabla hawajaingia kwenye ndoa, na unakuta mtu mmoja ameficha siri, ameficha mambo mengi. Mwingine unakuta ana mtoto lakini ameficha. Mwingine unakuta ana mali kadhaa lakini hamwamini mwenzake, na hapo anaanza kuwa katika hali ya kufanya mambo binafsi. Sasa siku shida ikitokea, ni lazima huyu mtu atakuwa katika hali mbaya, kwa sababu ikiwa ulikuwa na mtoto na ukamficha mwenzi wako, sasa wakati mwenzi wako atakapogundua ya kwamba tayari una mtoto nje au na watoto nje ile ndoa yenu, hapo sasa atasema kama alinificha jambo hili, pia mengine atanificha. Kwa hiyo unajikuta kabisa kwenye hii ndoa haiwezi kusimama hata kidogo. Lakini naomba nizungumze tena jambo la tatu. Jambo la tatu ni upendeleo wa upande mmoja wa familia. Yaani unaingia kwenye ndoa, alafu unakuta watoto wa baba au ndugu wa baba ndio wamejaa kwenye familia, lakini mama haruhusiwi hata kutembelewa na mtu wa upande wa kwake. Au mama anakuwa na watu wengi kwenye hiyo familia, lakini baba haruhusiwi kuleta mtu wa kwake hata kusalimia au hata kukaa kulingana na wao wenyewe jinsi walivyo. Sasa hili jambo linaweza likaleta mkanganyiko kwamba ni upande mmoja tu wa familia unapendelewa. Mimi naomba nisaidie mtu mmoja anayenifuatilia saa hii, kama anataka kupona katika ndoa yake. Ukisha kuwa na mke wako, kama wewe ni mwanandoa, umekuwa na mke wako, ninaomba kabla ya kuleta mtu yoyote, kaeni kwanza, fikirini kwanza kwamba ni wakati sahihi wa kuleta mtu kwenye familia yetu. Hata kama anakuja kufanya kazi, lazima ujiulize kitu cha namna hiyo. Jambo la nne ni tabia ya kudharau mwenza wako mbele ya ndugu au wazazi au marafiki. Kuna watu hawana staha. Hata kama mmoja amekosea jambo dogo tu, pana wazazi, pana ndugu labda amewatembelea, lakini neno linaloachiliwa ni neno baya. Unaweza ukakuta ni mwanaume ametembelewa na wakwe zake, lakini anawashtakia madhaifu ya mke wake. Au ni mwanaume ametembelewa na wazazi wake, lakini mke anawaeleza wakwe ubaya wa mume, na anaeleza kwa hasira. Anasema, angalieni mtoto wenu ni kama hana akili kabisa, sijui nilitoka naye wapi. Anazungumza maneno mabaya, anasema huyu ni mpumbavu. Yale maneno yanaumiza, yanaondoa upendo. Hata ile bubujiko la ndoa linakuwa halipo tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale matamko mabaya yanaondoa furaha ya ndoa. Lakini jambo la 5 ni tabia za ulevi na uzinzi katika ndoa. Watu wengi sana, kama wangelijua jambo hili, wangepukana nalo. Familia nyingi, unapoanza kuingiza mambo ya uzinzi, mambo ya ulevi, ujue hii ndoa haitasimama kabisa, na inakuwa ni ndoa ya kuviziana. Inaweza ikawa ni ndoa ya kutokuaminiana, na
na maandiko yanasema usimtende mke au mume wa ujana wako mambo ya hiana. Lakini watu wengi, kwa sababu mojawapo ya vishawishi vitakavyokuingiza kwenye uasherati au uzinzi ni tabia ya ulevi. Na mara nyingi unajua, wakati ulevi umekaa kwenye kichwa, lazima ufahamu unapotea, na wakati mwingine lolote laweza kutokea. Mtoto unaweza ukamwona kama mke, mke unaweza ukamwona kama mtoto, rafiki au mke wa ndugu yako unaweza ukaona kama mke. Yani akili zinakuwa si za kwako. Lakini nataka nikwambie, kama unataka kuona ushindi, kama unataka kuona ndoa njema, jiepushe sana na vitu hivi, vitakusaidia. Lakini jambo lingine la sita ni mazingira machafu ya familia, lakini pia na mwili. Kuna mahali ukienda unaweza ukachanganyikiwa, kwa sababu kila kitu unakikuta hakiko kwenye utaratibu. Yani akili yako inaweza ikachafuka kwa sababu tu ya mazingira ya nyumbani. Mtu mwingine unakuta watoto wamecheza, wengine wamejisaidia hata kwenye viti, wengine kwenye makochi, kwenye sofa, lakini unaweza ukakuta hakuna mwenye taarifa. Mgeni anakuja, anakuta uchafu, akuta chakula cha jana na juzi bado kiko kwenye viti, kimedondoka ndani. Saa nyingine unakuta una kitu kama paka au mbwa aliingia ndani akafanya kujisaidia pale. Hakuna, au mtoto mdogo, hakuna mtu ambaye ana kumbukumbu. Nyumba lazima iwe nzuri, lazima uwe msafi. Lakini pia nazungumzia usafi wa mwili. Watu wengi wanafanya kazi, na tuko katika dunia ya kuwajibika kupita maelezo, na watu wengi hapa na pale wanakimbia kwa ajili ya kupambana na maendeleo na mafanikio. Sasa mpendwa, kama unafika mahali ambapo hata mwili wako mwenyewe unashindwa kuweka vizuri, hata mwili wako mwenyewe unashindwa kutengeneza, mwenzi wako anakuja anakuta umevaa nguo chafu, au mke wako anakuja anakukuta na manguo machafu kikwapa, hata wakati mwingine unaposogea kwake anaona kinyaa. Mimi ninaomba mpendwa, Mungu akusaidie kwamba unapokuwa katika ndoa, swala la usafi ni la muda wote, mazingira yako na mwili wako, na Mungu akusaidie. Jambo la saba ni tabia za kusikiliza taarifa mbaya na kufanya maamuzi bila kuchunguza ukweli wa mambo. Watu wengi ndivyo walivyo, wakisikia neno lote, hata kama huyo mtu aliyelizungumza alikuwa na nia mbaya ya kuharibu familia, utakuta tu mtu analiamini. Ndoa nyingi zimevurugika kwa sababu ya maneno yanayotoka nje, na kuna familia ambazo zimekuwa ni bingwa wa maneno. Yani maneno yanatoka kila upande, hakuna la baba, hakuna la mama, hakuna la mkwe, hakuna la shangazi, baba mkubwa, baba mdogo. Yani kila siku ni kusubiri ni taarifa gani. Ndoa haiwezi kusimama kwa mtu ambaye hajui kuchuja mambo. Mwanaume wa kweli, hata ukisikia jambo la mke wako, tulia kwanza, chunguza hilo jambo kama hilo jambo ni la kweli. Yani kama hilo jambo lina ukweli wa aina yoyote. Au mke, nenda kwa hatua, usiende haraka. Yani chunguza, nenda taratibu, chukua muda hata miezi mitatu, ili ukijua ukweli utajua usimameje. Kwa nini? Si kila mtu anapenda kuona ndoa yako ikisimama. Chukua hii, itakusaidia. Si kila mtu anatamani kuona maisha yako ya ndoa yakiwa na amani. Kwa hiyo jilinde sana na matamko na maneno ya watu. Lakini jambo lingine la 8 ni kutokushauriana. Yani watu hawakai wakapanga. Wapendwa, hakuna maendeleo ambayo yatakuwa kwenye ndoa kama watu hawako pamoja, hawapangi pamoja na kuamua kwa pamoja. Kila mtu akiamua la kwake, huyu ataamua kufanya, huyu ataamua kukopa, huyu ameamua kushindwa yani kulipa madeni, huyu hapa amebeba hati za nyumba, mara watoto hawana pa kukaa, nyumba zinapigwa mnada. Nini kinatokea? Wakati watu wanaamua, hawakukaa pamoja wakashirikiana mawazo, na yale mawazo wakasema ni nani anapaswa kukopa hapa, na ikiwa mmoja atashindwa, nani amsaidie mwingine ili tuweze kupiga hatua. Sijasema labda kukopa ni kitu kibaya, lakini kopa kwa akili katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninaomba nizungumze jambo la 9, na nitazungumza mambo machache alafu nimalize. Kuwa na marafiki wasio waaminifu
wasio waaminifu kabisa. Unakuwa na kampani mbaya. Mama anakuwa na kampani mbaya, kampani ambazo ni watu walioshindwa maisha, watu ambao ndoa zimewashinda, unakuta ndio kampani yako. Baba anaenda kuwa na marafiki ambao wana tabia mbaya, tabia ambazo zinakuja kwenye ndoa. Anakuwa na marafiki ambao wana vitu vibaya, vile vitu vinakuja kwenye ndoa. Natamani nikwambie, angalia watu muhimu ambao unaweza ukakaa nao na wakakusaidia katika mawazo, kukupa maendeleo na wewe kufika kwenye hatima. Lakini jambo lingine kabisa ni tabia kutokumwamini mwenzi wako. Jambo la 10, aminianeni. Mtu ambaye humwamini huwezi kwenda naye. Sasa kuna watu wengi wanaingia kwenye ndoa lakini hamwamini mwenzake. Lakini leo hii mwamini mwenzako na utaona kupiga hatua katika jina la Yesu Kristo. Lakini namba 11, kukosa ibada katika familia. Familia nyingi hawakai pamoja wakaomba, wakakaa, wakamsihi Mungu, hata kama kuna changamoto wakasaidiana kuzitatua. Lakini jambo lingine kabisa ni kutokuwajibika. Kuna familia unakuta mmoja anawajibika lakini mwingine ni mvivu kupita kawaida. Lazima tufanye kazi. Kitu cha kwanza Mungu alichofanya kabla ya kitu chochote ni kufanya kazi, na kazi ilianza kabla hata ya anguko. Kwa hiyo kazi ni baraka. Mtu yote ambaye hawajibiki kwenye ndoa asitegemee ndoa yake kuwa ni salama. Kwa hiyo Mungu akusaidie na Mungu akutetee. Na pale ulipo, ninaomba sasa nikwambie neno hili. Mpendwa mtumishi wa Mungu, yawezekana ndoa yako inapita mahali pagumu. Yawezekana umekuwa mahali ambapo umechoka, umekata tamaa, na wakati mwingine unatamani hata kuiacha hiyo ndoa. Natamani nikwambie kitu cha namna hii. Mungu huyu tunayekwenda kumwomba anaweza kufinyanga ndoa yako kwa mara ya pili na ikasimama, ikiwa utamruhusu Yesu akaingia kwenye maisha yako na akasimama kuitetea na kuiokoa ndoa yako. Usikubali kuachana. Kuachana ni jambo la kishetani. Mungu hajaruhusu kuachana. Mungu ameruhusu kukaa pamoja. Swala la kuachana ni swala la adui kwa 100%. Naomba nikuombee na Mungu alibariki neno lake. Baba, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amesikia ujumbe usiku ya leo. Ninaamini ya kwamba katika jambo hili amejifunza, na ninaamini kuna jambo ambalo lipo kwa ajili ya kuponya ndoa yake. Ninakusihi Mungu, changamoto yoyote ambayo imekuwa sababu ya ndoa yake kupita kwenye mateso, maumivu, kilio na majeraha, Baba ingilia kati na kusihi ukaponye hii ndoa. Yamkini kuna roho zinazofuatilia, yamkini kuna tabia ambazo hazifai, lakini kwa mkono wako Bwana ukienda kurehemu na kuwasamehe, watakuwa salama na watapona katika jina la Yesu Kristo. Na iombea hii ndoa ya kwamba isivunjike, lakini Mungu ukafinyange kwa upya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, Mungu akubariki. Mtumishi wa Mungu Jacob Emmanuel Mlawi. Tukutane tena katika somo linalofuata. Amen.